kutafuta imani. Maana imani ni kuwa na uhakika ya mambo yajayo, yanayotarajiwa. Ukiwa na Yesu una imani, una amani. Maana hauoni maisha katika sura ya sasa, ila unayatazama maisha katika sura ya maisha ya kesho. Haleluya! Kumbe kuwa na imani ni kuwa na tumaini. Kuwa na imani ni kuwa na tumaini. Usipokuwa na imani, utabaki kuwa hai na utakufa ukiwa hujatimiza kusudi. Changamoto zitakupoteza, changamoto zitakufanya usiendelee mbele. Ila nimesema hapa kwamba ukiwa na imani unakuwa na uhakika. Jamani, imani ni uhakika. Hebu niseme pointi hii tena. Imani ni uhakika. Imani ni uhakika. Unakuwa na uhakika wa mambo yajayo, yatarajiwayo, yasiyoonekana. Kwa hiyo hutasubiri faraja ya madawa, ya pombe, ya watu. Wewe unabaki na Yesu moyoni mwako. Yeye anayekutumainisha uone picha ya kesho yako, hata kama leo unateseka. Imani inaleta uhakika wa maisha yajayo. Kama unanielewa, punga mkono namna hii. Haleluya! Yani haleluya! Mathayo 17 mstari wa 20. Unaongea na mtu hana uhakika, amekosa uhakika, haelewi kama kesho itakuwaje, haamini kwamba maisha yatabadilika, haamini kwamba atabadilikiwa na maisha. Kwa hiyo kwa sababu hana imani, yuko hai ila haishi. Na ili uishi, lazima Yesu akae ndani yako, na akikaa ndani yako kupitia Roho wake unapata imani. Na ukipata imani unaanza kuishi kwa uhakika. Jamani, Bwana asifiwe. Hapa nasema habari ya uhakika. Uhakika wa kutoka kwenye maisha ya pombe, uhakika wa kutoka kwenye maisha ya madawa ya kulevya, uhakika wa kutoka kwenye nyumba ya kupanga, uhakika wa kusamehewa dhambi, uhakika wa maisha kubadilika. Kama huna imani, uhakika haupo. Na kama huna uhakika, wewe uko hai ila hauishi. Na mtoto wa Bwana Yesu anatamani tutoke kwenye maisha, kwenye uhai tu, sasa tuishi. Maana imani inaleta uhakika. Hebu mwambie jirani yako, imani inaleta uhakika. Imani inaleta uhakika. Jamani, haleluya. Mathayo 17 fungu la 20. Biblia inasema Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa sababu endelea. Kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali. Kama mtakubali kuwa na imani hata kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, mnaweza kuambia mlima huu, toka hapa uende kule, nao utaondoka. Alafu mlima utaondoka, wala halitakuwepo neno lisilowezekana kwenu. Sababu ya pili, tunatakiwa kuwa na imani, ili imani tulionayo kutoka kwa Kristo itusaidie kuyageuza yasiyowezekana yawezekane, yasiyowezekana yawezekane. Tabia iliyoshindikana, isiyowezekanika kubadilika, ikikutana na mtu mwenye imani,
tabia iliyoshindikana inabadilika. Maisha magumu